Bangal, Tana River. Huku kukiwa na mtazamo kuwa Rais William Ruto anazidi kupoteza umaarufu wake haswa baada ya maandamano na shinikizo za kuondoka mamlakani, Ruto ameonekana kuchukua mkondo tofauti wa kisiasa. Rais kwa sasa akigeukia kutumia kumbi kutangamana na wananchi moja kwa moja ili kupata tathmini ya hali halisi na pia kutumia fursa hiyo kuboresha ushawishi. Ukumbi wake wa kwanza ukiwa Jumapili kaunti ya Mombasa, huku ikiarifiwa kuwa mbinu hiyo itatumika katika kaunti zote nchini. Mwanahabari Jeff Kirui na taarifa zaidi. Tarehe 25 mwezi Juni mwaka huu, waandamanaji wa kizazi cha Gen Z walivamia majengo ya bunge na kufungua ukurasa wa maandamano kila wiki kushinikiza Rais William Ruto kung'atuka madarakani. Rais William Ruto miaka miwili tu afisini amekabiliwa na wimbi la uasi kutoka kwa Wakenya waliomchagua wakipinga sera zake. Mswada wa fedha wa mwaka 2024 ukisalia kichocheo kikubwa cha maandamano. Licha ya Rais William Ruto kuondoa mswada huo tata, itasalia kwenye kumbukumbu kwamba matukio ya Juni 25 yaliweka wazi uchi wa asasi za mawasiliano serikalini. Because we didn't communicate sufficiently to the people of Kenya the import of the finance bill, and there was so much built around it, including a lot of fake things, that were not in the finance bill. Many things that were not in the finance bill were used to fight the finance bill. Hali ambayo sasa imechangia pakubwa mkondo mpya ambapo rais anatangamana moja kwa moja na Wakenya kwenye kumbi za mikutano. Hatua inayochukuliwa kumpa fursa Rais Ruto kuwasilisha yeye mwenyewe ajenda zake kwa Wakenya na kupokea maoni na hoja za raia hapo kwa hapo. Welcome to this town hall, one among many that I will be holding to have a direct engagement with the people of Kenya on matters that are important to us as a nation. Baada ya kuliteua baraza jipya la mawaziri lililojumuisha wanasiasa kutoka upinzani, Rais Ruto aidha amerejelea mikutano yake ya hadhara akitoa ahadi na hata kuzindua miradi. Ndio nimesema sasa, kwa sababu tumekubaliana ya kwamba tutembee pamoja. Sisi ni nchi ya demokrasia, na katika demokrasia ile, demokrasia pia iko na nafasi ya kuweka national interest above partisan political party and regional politics. Hatua hii ikionekana kuwa mbinu ya kujikomboa kisiasa wakati umaarufu wake unaendelea kufifia tangu maandamano ya uasi dhidi yake kuzuka nchini. Nitarudi hapa tena. Jeff Kirui, KTN News. Tumeweka program ya industrializing. Mtazamaji, baada